Siku ya leo Bwana amenipa neno, na napenda kukuambia mara nyingi sana, neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Neno la Mungu ni roho kamili. Kila mahali lilikotamkwa lilisababisha jambo. Neno la Mungu sio upepo, sio hewa. Neno la Mungu ni nguvu. Neno la Mungu ni uweza kubadilisha maisha. Tokea asili lilitamkwa, bahari ikawepo, lilitamkwa, viumbe vikaumbwa, lilitamka Bwana alipofunua kinywa chake akalitamka. Neno la Bwana ni roho. Biblia inasema, je, neno langu si kama moto ulao? Je, neno langu si upanga ukatao kuwili? Je, neno langu si kama nyundo inayovunja vipande katika jina la Yesu aliye hai. Oh my Lord, my God. Neno la Mungu ni moto. Ni moto. Ni moto. Kila ulichokisikia kutoka kwa kinywa cha mtumishi wa Mungu ungekielewa. Neno la Mungu ni moto, na likisemwa lazima libadilishe maisha ya mtu. Wewe usipoliamini, yeye anabaki kuwa kuaminiwa. Usipoona kutendewa, kuna mtu jirani yako hapo anatendewa. Usipolipokea likafinyanga vitu ndani yako, kuna mtu ambaye linafinyanga ndani yake. Usipolipokea likabadilisha maisha yako, kuna mtu ambaye umekaa naye linabadilisha. Kwa kuwa neno la Bwana ni roho, ni uweza, ni nguvu. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Anasema hapo mwanzo alikuwepo neno, na huyo neno alikuwa kwa Mungu. Alafu anasema na huyo neno alikuwa ni Mungu mwenyewe. Sasa leo kuna neno ambalo limetumwa. Mungu huwa analituma neno lake, alafu linakwenda kuumba, na nasikia kuna neno limetumwa kwa ajili yako. Sasa katika ibada ya usiku wa leo, mkesha wa leo ni wa kipekee sana na wa tofauti. Kwanza Bwana alipokuwa ananisemesha kwa habari ya mkesha huu, alinisaulisha kabisa. Sikukumbuka kwamba tuko katika msimu wa Pasaka. Sikukumbuka. Bwana asifiwe. Nimekuja kushtuka wiki hiyo iliyopita, ndio najiuliza, alafu kumbe mkesha huu umepungukia Pasaka. Bwana asifiwe. Kumbe tupo katika msimu wa Pasaka, alafu Mungu ananipa maelekezo, ananiambia ni mkesha wa kutoka utumwani. Mkesha huu ni mkesha wa kutoka utumwani. Hujanielewa, utanielewa vizuri. Bwana asifiwe sana. Siku ile Israeli wanatoka utumwani ulikuwa ni usiku kama hivi. Waisraeli hawakutoka utumwani mchana. Biblia inasema waliifanya Pasaka yao usiku, wakala mkate wao usiku. Leo Bwana ametuandalia Pasaka hapa, ndio maana tumeandaa na ushirika wa meza ya Bwana. Utakula mkate ambao ni zaidi ya ile keki ya upako unaoisikiaga. Hii sio keki ya upako, lakini ni mwili wa Kristo Yesu mwenyewe. Utazila nyama za Yesu mwenyewe katika jina la Yesu aliye hai. Yupo Bwana atakaye kushirikisha mwili wake na damu yake uinywe, na hiyo damu itabadilisha maisha yako kabisa. Kwa hiyo mkesha wa leo sio mkesha wa kawaida. Bwana ametusaidia ni wa tofauti kabisa. Katika somo tuliokuwa nalo, nilikueleza moja ya majukumu ya kanisa kufufua, na huwezi kufufua kama huna nguvu. Ipo nguvu ikusaidie kufufua. Nataka Mungu akusaidie. Wale ambao watapokea nguvu ya Roho Mtakatifu leo watapokea. Wale ambao watafufuliwa vipawa watafufuliwa. Wale ambao karama zilizozimika zitawashwa upya leo zitawashwa. Wale ambao wanaponywa magonjwa yao leo wataponywa katika jina la Yesu aliye hai. Kitabu kile ambacho tumekisoma sana, kitabu kile cha Mathayo sura ya 10 mstari ule wa 7, alafu utaunganisha na ile Luka sura ya 10 mstari wa 18. Kwenu na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema, katika kuenenda kwenu ninawatuma wakati mnaenda, nendeni neno mtakalolisema, hubirini mkisema, ufalme wa Mungu umefanyaje? Umekaribia. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, alafu takaseni wenye ukoma, toeni pepo. Mmepata bure, toeni bure. Bwana asifiwe sana. Nikwambia kanisa mahali lilikoishia kwa sasa, tulikofikia, kadri nguvu inavyoendelea kuisha ndani ya kanisa, tumebaki na vipengele viwili hapo, navyo kwa kujikongoja sana. Kipengele cha chini hiki cha kupambana na mapepo ndo tulichobaki nacho, nao ni machache sana, ndo tumebaki tunapambana hapo, tunapigizana kelele na mapepo. Na kidogo kule kwenye ugonjwa, ukiwaambia watu kwamba bado kuna majukumu ya kufufua, wanakuangalia mara mbili mara tatu. Hata wachungaji wenyewe wanakutazama, wanasema jamaa kametokea wapi? Eti katafufua? Bwana tusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nataka nikwambie, Mungu hajawahi kulipinga neno lake. Si mwanadamu hata aseme uongo.
Mungu ni halisi na neno la Mungu ni halisi. Haleluya, haleluya, katika jina la Yesu. Yakikushinda wewe vua koti, vua tai, wa mwenye kuweza kufanya. Wala usije ukalikinai neno la Bwana ukaligeuza ukafikiri kama unavyofikiria wewe kufanya maigizo, au ukafikiri kwamba haiwezekani. Yakikushinda wewe, Bwana anao watu, na katika hao watu inawezekana, katika jina la Yesu aliye hai. Leo nasema amina. Usiku wa leo yapo mambo yaliyokufa maishani mwako ambayo yatalazimishwa yapewe uhai na yatakuwa hai katika jina la Yesu aliye hai. Kitabu cha Luka ile sura ya 10:18. Nataka kwenda kwa haraka. 18, Biblia inasema 10:18. Akawaambia, ndio nilimwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Nimemwona shetani amepigwa pigo la ajabu akianguka kama umeme. Tazama nimewapa amri. Tazama nimewapa amri. Neno amri maana yake ni mamlaka. Hakuna kucompromise, hakuna discussion. Nimepewa amri. Nisibembeleze, nisiongeongee mjadala. Sina mjadala, nimekuja na amri, nimepewa amri. Uende ukasome Biblia, watu waliopewa amri, namna walivyokuwa wanakwenda, namna walivyokuwa wanatenda. Biblia inasema hata Sauli yule aliyekuwa katili mkorofi, alipopokea amri alienda kama kichaa, haongei na mtu, yeye ni kudaka wanafunzi wa Yesu, anawatandika anavyotaka, anawapeleka gerezani. Ukimuuliza kwa nini unatesa watu hawa, anakuambia ninayo amri. Amri hiyo imegeuka unayo wewe. Sisi tu compromise kama wao hawawezi kucompromise, hawawezi kuongea, hawana mjadala, wanakuambia tu nimepewa amri, nimekuja kwa amri. Hatuwezi kujadili, na sisi tumepewa mamlaka. Pepo hatuna mjadala nao, lazima wachomoke waende. Waliokufunga lazima wakuachie by power, by force, katika jina la Yesu aliye hai. Gonga kifua, sema ninayo amri. Neno hili wanalihimiza mara kwa mara. Waingereza wanasema where there is authority there is a responsibility. Bwana asifiwe sana. Mahali popote palipo na mamlaka au amri, kama kuna mtu amepewa mamlaka au amri, ana wajibu wa kutimiza. Hakuna mtu anayepewa mamlaka anakuwa mkuu wa mkoa alafu hana wajibu wowote ule. Yani hawajibiki kwa chochote. Yani mamlaka unayo, wamekuapisha mpaka Ikulu, umepigwa, umetiwa mafuta pale Ikulu, umeambiwa kila kitu, alafu unafika mkoa wa Mwanza unasema sijui kufanya chochote kile, siwezi kufanya chochote kile. Siku hiyo unatakiwa tena sio utolewe pale Ikulu kizembe, unatakiwa udakiwe hapa, unasukumiwa nje, wawekwe watu ambao wanaweza kuheshimu mamlaka waliopewa. Sasa tunayo amri, na kama tunayo amri tunao wajibu, na wajibu huo ni wajibu wa kufufua. Vipawa vya nyakati hizi za mwisho lazima viinuke. Walio wagonjwa, mama, utainuka leo katika jina la Yesu aliye hai. Hata mifupa isikie na ardhi isikie, lazima iachilie watu, kwa kuwa tunayo amri ya kuambia ardhi kuachie, tunayo amri ya kuambia pepo akuachie, tunayo amri ya kuambia kuzimu ikuachie, na hawana cha kujadili, lazima wakuachie katika jina la Yesu aliye hai. Waliopewa amri wanaamuru leo, waliopewa mamlaka wanaitumia mamlaka yao. Walioambiwa watamke matamko leo wanatamka, na leo tutatamka matamko yenye mamlaka, matamko yasiyopingwa, matamko yasiyozuilika. Yeyote yana mamlaka mahali hapa leo utasimama utamke matamko ya ajabu, matamko yasiyozuilika, matamko yasiyopingika, na hata mbingu zisikie na kuzimu ijue kwamba kuna watu wamepewa amri mahali hapa, na leo wanataka kutumia amri yao. My lord rabosetete, kwa jina la Yesu aliye hai. Wenye mamlaka sema amena. Hata ulimwengu wa roho unajua kinachoendelea mahali hapa. Hata ulimwengu wa roho unajua. Waliokufunga wanajua, wachawi wanajua, wakuu wa anga hili wanajua ya kwamba anga limekamatwa usiku wa leo. Wenye kulia walishaanza kulia, wenye kuomboleza wanaomboleza, wachawi wanapiga kelele. Leo tutavamia vilinge vya wachawi, tutavamia kambi leo, na leo watapigwa, watachakazwa katika jina la Yesu aliye hai. Hata sasa bado Bwana amejisazia watu. Kama kuna watu wamechakazwa, wameichakachua Injili, Mungu hamwachi wote. Shetani wana wa kwake aliyojisazia. Bwana ametusaza kwa majira haya, Bwana ametusaza kwa wakati huu, ili tuisukume Injili, tuyatamke matamko ya mamlaka katika jina la Yesu aliye hai. Ananielewa na aseme amena. Wakati kuzimu inafikiri kwamba kuna muda tutazimika,
Wakati wachawi wanafikia kuna muda tutapoa, ndio kwanza Bwana anatuamsha tena, ndio kwanza tunapewa nguvu mpya, ndio kwanza tunainuliwa, ndio kwanza tunaamka tena kama shujaa, katika jina la Yesu aliye hai.